Kwa majina naitwa Isaac Mungai, ama kijana msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Na nimekuja hapa leo tuzungumze kwa sababu ya hii maneno nimeona ikiendelea. Na sana sana hii maneno nimeiona ikisukumwa na huyu mama anaitwa Sabina Chege. Na Sabina Chege, iko wakati alikuwa mama alikuwa anaheshimika sana hapa Mlima Kenya. Iko wakati alikuwa anaingia hapa Mlima Kenya, tunaona ni kama mama ambaye anaheshimika zaidi. In fact, Sabina Chege ndiye women rep wa kwanza hapa Mount Kenya wetua Maitwa County. Kwa sababu ya ile heshima alikuwa anapatiwa. Hiyo wakati hata tukua tunamuaddress kama Sabina, etagwa Wanjiru wa Chege Maitwa County. Kwa sababu ya ile heshima alikuwa nayo hapa. Mimi nashangaa kwani Sabina amekuwa wazimu ama kwani anatembea na akina nani? Of late ile maneno anaongea hapa ni kama mwenda wazimu. Of late zile maneno anatoa kwa mdomo yake ni maneno chafu chafu, ni kama tu mtu ambaye ameanza kupatiwa dawa za kulevya. Ile mambo anaongea hata watu wanashtuka hapa. Wazazi hawakuwa wanamjua hivyo. Watoto hapa hawakuwa wanamjua hivyo. Lakini zile maneno anaongea kwa mitandao hata unaweza fikiria ni mambo ambaye hajazaa. Hata unaweza fikiria hana watoto. Unajua ni vizuri tunaambiana ukweli saa nyingine. Mimi nimesikia Sabina Chege anaambia Rigathi Gachagua ya kwamba wakiwa na bibi yake wamekosa ticket. Eti wamekwama kule US, wanahangaika huko, ati hawana namna ya kurudi hapa nchini. Eti ndio maana wamekwama huko. Tena nasikia akisema ya kwamba eti vile amekwama huko, eti sasa Kenya hakuna vita, kuna amani. Kwa sababu hao wakora wa William Ruto wakiongoza na Sabina Chege, they believe eti Rigathi Gachagua ndiye amekuwa akivuruga amani hapa. Mimi nataka niambie Sabina Chege, kama kuna mtu hafai kuwa na audacity ya kuaddress Rigathi Gachagua ni wewe. Kwa sababu umekuwa very cheap to an extent. Serikali ya William Ruto inakutumia kama chombo cha kutengea watu ngono. Serikali ya William Ruto ikiongozwa na Faruku wametenga miradi mpaka imefika mwisho. Sasa wewe ndio wanachukua kama mradi wanakupeleka kwa raia, wanaanza kutengea watu, kuahidi watu ngono na wewe. A whole woman. Mama ambaye ni wa miaka 60. Mama ambaye hako na watoto wazima ambao pengine hata anaitwa shosho. Mama ambaye tulikuwa tunaheshimu. Eti saa hii imefika mahali unashikwa mkono, unazungushwa hivi, watu wanaonyeshwa ati matako, eti wanaambiwa hii ni mzuri, ati ukipatiwa hii hautaamuka kesho asubuhi utalala sana. Mimi niambie Sabina Chege na kina Faruku. Saa hii mahali tumefika hii Kenya, matako kubwa ni ya kufurahisha walevi kwa club. Lakini si ya kufurahisha wananchi ambao wako na akili, wanajua ile kitu wanataka kwa serikali. Hauwezi ahidi watu ngono. Una promise watu mambo ya kitanda hapa. Muna promise watu mambo ya kitanda, serikali mzima. Mnapelekea wananchi kuonyesha ati hii matako hii ni mzuri, ukipatiwa hii hutaamuka kesho asubuhi. Hiyo ni kazi ya endeni mkafurahisha walevi kwa club. Ndio wanapendanga kuona hizo vitu kubwa, matako hizo. Sisi wa Kenya tunataka maendeleo. Sisi wa Kenya tunataka miradi. Miradi ambayo ni ya kusaidia jamii. Sisi wa Kenya tunataka mashule zijengwe. Tunataka elimu ilipwe. Tunataka mambo ya barabara, tunataka mambo ya viwanda. Acha kuahidi sisi ngono, bwana Faruku. Acha kukosea wa Kenya heshima, unakuja kuahidi ngono. Ukibeba mama Sabina kama chombo cha kutenga ngono. Alafu sasa huyo ndiye yule mama anakuja kuaddress Rigathi Gachagua hapa. In fact, tungekuwa watu ambao tunafuatilia mambo za tabia. Sabina Chege hafai kuaddress any gathering in Mount Kenya region. Hafai kupatiwa nafasi ya kuaddress any gathering. Mtu anaenda kuuliza wazazi wetu pale, eti ni tamu ikiwa ndani ama ikiwa nje. Imefika mahali mpaka mnatumia lugha za pornography kuuza sala za William Ruto. William Ruto mwenye mlituambia ni mcha Mungu. William Ruto mwenye mlituambia ni mtu wa Biblia.
William Ruto yule mlituambia ni evangelist. Yule William Ruto mlituambia ni amechaguliwa na Yesu Kristo. Yule William Ruto mlituambia ni mtu wa kanisa. Ndiye mnakuja kuuza sera zake mkitumia maneno ya pornography, maneno ya kitanda, maneno ya kukurana. William Ruto whip hata watu wako hata wacha niambie William Ruto. Unajua sisi hatukuchukii. Tofauti yetu na yako tu ni mambo tu ya kazi. Otherwise hatuna chuki na wewe. Wacha tu nikusaidie. Hawa Sabina Chege hawa na kina Faruku wakiongea tu mkutano moja kila siku unapoteza kura kama 500,000. Let me tell you for free. Sabina Chege wakiongea mambo ya kutenga ngono, mambo ya kitanda wakiwa na Faruku kwa gathering unapoteza kura 1,100 ama 1,500. Kwa sababu watu hawakuwa wanakujua hivyo. Bwana William Ruto, uliomba kura hapa katika msingi wa Kiukristo. Ukiongea maneno ambayo ni ya kuheshimika kwa jamii. Saa hii imefika mahali wala wakora wanakuombea kura. Wako na dry spell. Wakienda kuomba kura ile kitu wanaongea ni mambo ya kitanda, mambo ya kukurana. Ni tamu ikiwa ndani ama ikiwa nje. Kuzungushia watu matako. That is very wrong. That is very wrong. Niambia Faruku wakiwa na Sabina, hata kama mumekosa kitu ya kusaidia watu nayo, wapatieni heshima. Heshima imetosha. Hamuwezi tunyima miradi na mtunyime mpaka heshima bana. Hamuwezi dharau kura zetu na mudharau mpaka wazazi wetu kwa mikutano. Mnakuja kuambia maneno chafu, maneno zinanuka. Shame on you, Sabina Chege. Shame on you, Sabina Chege. Shame on you mkiwa na Faruku. Shame on you. Na niambie watu wa Mlima Kenya, msikubalishe hawa wakora kukuja kuongea maneno chafu katika mchanga ya hii mlima. Msikubalishe hawa wezi kukuja kuongea maneno chafu hapa katika mchanga ya Mlima Kenya. Kama wataongea hivyo, waongee wakiwa kule mbali kwao. Lakini wakikuja hapa wakuwe na adabu. Wasikubalishwa kuhutubia mkutano yoyote kuongea mambo ya kitanda na mambo ya kukula na mambo ya ngono hapa. Sisi tunataka maendeleo, hatutaki upuzi. Hiyo maneno wapeleke huko Koinange Street. Ya, serikali imefika mahali bana, akili imeraruka kiasi kwamba kuliko muambie watu mambo ya masomo na mambo ya barabara, mnakuja kuambia mambo ya matako kubwa. Hiyo endeni mkafurahisha walevi kwa club. Ndio wako na haja na hiyo. Sisi tuko very sober. We know what we want as Kenyans. Tunajua shida yetu kama wa Kenya. Shida yetu sio kitanda. Shida yetu kama wa Kenya ni miundo misingi. Shida yetu kama wa Kenya ni maendeleo ya kweli, ile ambayo itakaobadilisha sura ya Kenya. Hiyo ndio ile tunataka. Hiyo ingine yote pelekeni Koinange Street. Hatutaki upuzi. Na niambie hawa waganga, muheshimu Rigathi Gachagua. Kila siku mkiamuka mkilala, kila siku ni Rigathi Gachagua na bibi yake. Mheshimu Rigathi Gachagua, ni kiongozi. Ni kiongozi yako na wafuasi katika nchi hii na nje ya nchi. Mheshimu yeye. Hiyo upuzi kila saa mnampaka matope vile ambavyo mnataka. Kama nyinyi hamuna familia mnaheshimu. Rigathi Gachagua ako na familia ambayo wanaheshimu. Na msipopatia yeye heshima, tutawalazimisha kumheshimu. Tutawalazimisha. Binu ya kuwalazimisha mheshimu yeye tuko naye. Kwa sababu lazima tuheshimiane. Hatuwezi ishi hivi. Na hata kama hamuna heshima na sisi, mheshimu wale watoto nyinyi mumezaa. Kwa sababu wengine wenu mnashikana hapo kuzungushiana matako kwa jukwaa. Wengine wenu hapo ni wazazi, mko na watoto, wengine hata wameoleka, mnaitwa mashosho na maguka. Hata kama hamuna heshima, mheshimu hao watoto wenu wako kwa mitandao. Wanaona mkitengea watu ngono kwa mitandao. Shame on you. Kama kuna swali nitachukua. Na kama hakuna swali tutamalizia hapo.